flow. Jua na mwezi na anga ya minazi ya pwani. Ushafika pwani. Jua na mwezi na anga ya minazi ya pwani. Ushafika pwani. Pewa burudani, mali iko ndani, hewa iko safi. Ukifika pwani, pewa burudani, mali iko ndani, hewa iko safi. Teja patikani, simu iko fly mode. Saturday nipate kwa club, Sunday nipate kwa church, Monday nipate mawax. Mina chase guap, mimi at the top. Wap wap wap, toto magetoni. Hot, mekulia juani. What, kipini kigeni. Nini sijaona, mina pambana. Wengine wanaroga, sip na zichanga. Wengine wanalonga, mini wakaya. Kijana kwani, staki mafurena. Skizia skanki, usiseme unanipenda. Dondosha sketi, nazi una madanga. Ziki ni ranazi, bei napanda. Uchoni ugali, similani. Umwenga wa pwani, mazonagaze. Maina gakire, mazonagaze. Maina gakire, mazonagaze. Maina gatupe. Imetoka wapi? Kutoka pwani ndani sana. Kila nazi kama ragi. Kama unavyocheki hapo hivi niko ndani ya Marereni, ndani ya pwani. Inside mazee, vibe ni kama hizo mazee. We are recording. Tumejaribu kurecord ma podcast leo yanadinda, lakini labda ilikuwa inataka lights ije ndo tufanye mambo, au sio? Sure. So tuko live hapa Dat Studios Marereni mazee. Ndani pale tuko na producer Martin, au sio? Alafu hapo kando yake kuna Sharp Razor Focus. Introduce, wacha ajiintroduce ni jamaa, au sio? Tuanze na hapa hivi. Wananiita Focus aka Sharp Razor. Na mimi natokea hapo Marereni, bado nafanya ngoma zangu Dat Studio. Au sio? Razor na Martin bado. Nice one. Sharp Razor. Hiyo jina lito wapi bro? Ulikatwa na wembe nini? Yaani mistari zangu zimewakata sana hapo, nikaona natumia wembe yani badala ya mistari yani. Ile beat ni kali. Kuna ngoma fulani hapa amefanya na Martin Beats, aitwaje? Punguza distance. Distance. Ongeza distance ama punguza? Unapunguza distance yake ina. Karibia, au sio? Kwa hivyo punguza distance. Karibu kwenye podcast. Subscribe hapo, like, drop a comment, au sio? Cheki Sharp Razor Focus. Razor Focus. Unajua mbona na confuse na Sharp Razor na bado iko Sharp hiyo Razor ama vipi? Bado iko Sharp. Ni Sharp Razor Focus, ndio? Hiyo Focus iko ndani ya hiyo jina. Maana jamaa atakutafuta pale YouTube. Hiyo Focus ni jina yangu. Lakini pia hata ukisearch Focus lakini ukichanganya na Sharp Razor ndo utanipata haraka. Wazi. Kando yake hapo kuna a great producer. Jamaa na mixing and mastering, engineering ya sound pale. Is it good? Because sasa Martin, vipi? Fiti mzee, vipi? Juzi poa. Juzi nilikuwa napita na hapa hivi nikasikia beat fulani. The reason mbona nilikuja hapa, kwanza kitu ilinivutia ni beat. Na beat ilikuwa ya nani? Ya Martin, au sio? Man. Beat ilikuwa inagonga kule. Ilikuwa tunapita. Mrembo wangu ni Witness, ndio producer leo by the way. Sure. Anacheki mambo venye anaenda. Tukakuja ndo tukaja pale tukapata Martin, kumbe kuna greatness zinafanyika hapa Marereni. Sure. Ile ngoma ilikuwa ni ngoma ya EXO, tutafika kwa EXO, lakini Martin michokozo. Ile beat ilianzaje? Ile ngoma ile jamaa yenye ilituvutia. Idea ilikujaje? Idea ya michokozo ilianza na producer mwingine anaitwa Bello. Bello amekuwa hapa, amehepa. Bello legendary stuff, Music Reborn kwa wale jamaa wajui. Chekini YouTube, ilikuwa tukifuatilia hizo maneno kutoka way back. Bello Beats ndio alikuja na hiyo idea. Alafu EXO pia akaniambia, alafu after wameset hiyo idea. Ndio akaniambia basi Martin. Kuna hiyo kitu hapo unafanya. Kwa hivyo sasa uliongeza nini? Bello aleka nini ukaongeza nini? Bello kuna ile kitu yenye inaanza kwa intro, kuna element pale,
Okay. Hapo kwa intro hapo kaja kwa mbele. Okay, kwa hivyo ilikuwa collaboration sio? Nyinyi mnafanya hivyo kazi collaboration ama kabisa. Beats wewe unatengeneza ama jamaa wako open kusema hiyo beat nataka uniweke kitu fulani hapo ama wao ni vipi? Ziko mara mbili. Naweza tengeneza beat mimi mwenyewe niko na vibe alafu nikafikiria nikasema hii beat inamfit Exo ama inamfit Jovice, inamfit Mavela ama inamfit Focus. Alafu namuita. Kuna ile msanii pengine amepata idea hadi kwingine. Alafu anakuja anasema Moti nataka tutembee hapo. Unaelewa? Unajua ni poa kusikiza idea ya msanii, unaingiza kwa ile feel ya ule msanii. Kwa hivyo msanii anaweza kuja na idea, let's say nimesikia ngoma fulani, alafu nije nikwambie wewe nitengezee beat kama hii. Ndio. Ile beat yenye ilikuwa inacheza hapa Hams Munga, kuna ngoma hapa umeifanya. Ilikuwa ni Hams na nani? Na Scott. Sure. Yaitwa Scott Montana au sio? Hiyo ngoma ni kama uli sample mahali. Kuna beat yenye umecopy ama hebu niambie. Maana ina sound kama woza, si ndio? Kuna fire. Mimi kitu ninaweza kwambia, unajua kwenye huu muziki hakuna kitu cha mwenyewe, unanielewa? Hata wewe wenyewe unasema ni woza, ukisikiza utasema imetoka kwa ngoma za Mario, unaelewa? Muziki hauna mwenyewe. Ile kitu chenye unatengeneza sasa hivi kishatengenezwa before. Wewe unarudia tu. Unanielewa? Sema tu una create idea nyingine. Lakini idea zenye ziko hapo kwa hiyo beat ni idea mingi. Hata wewe umeona tu, lakini kuna ideas mingi nimeziseti hapo ndani. Okay. Lakini kuna ideas zenye umeboro pale kutoka mahali kwingine. Sampling ni kawaida. Kawaida tuna sample na hakuna mtu mwenye anakatazwa kusample. Sema kule kuchukua vitu direct exactly. Sometimes ni normal, lakini sampling inaruhusiwa kwa production. Sampling inaruhusiwa. Kwa ile jamaa wenye hawajui, by the way, ukichukua ile ngoma exactly venye iko ndio ni noma, lakini unaweza ukaireplay, si ndio? Unaweza ukaicheza wewe mwenyewe uitengeneze tena. Ukitengeneza tena ile copyright inakuwa ni ngumu kukushika kwa sababu umeireplay, haujai copy paste, yani reverse engineering au sio? Reverse engineering yani niyo stuff unachukua kwa the same kick ya tuseme kama umesikia doba, like umesikia hiyo sound. Kwa mfano sasa tuseme unasikiza rap, sio hiyo ngoma yenye uko unasema woza na DM kama hivi, so like unaweza sikia usikie spending ngoma zake lakini ni mimi like unasikia hiyo kick and then hiyo kick ni nzuri, if I do something like that, so unaweza kuja kwa Moti mwambie Obedheni sikiza ile doba, kuna idea yangu but kick nataka kick kama ile, so yeye type ya music, sema ni type ya music inatembea tu hivyo. I don't know. Na ukicheki ni mingi zimetengenezwa mingi sana. So si mimi ndo naanza. Pia kwa sababu ni biashara, msanii anataka pia hiyo vibe au sio? Okay. Sio mbaya, Motin Beats au sio? Man. Studio DART Marereni, pull up kujeni mtengezewe ma beats. Kuna ngoma fulani pale pia nimesikia kanichanganya ya Jovice au sio? Ze la Kimijikenda ile. Jamaa mwenye hapigi mnazi lakini anafanya ngoma za Kimijikenda sasa kabisa. Sijui ni aje vipi ze? Yo wananiita Zera Kimizi Jovice kwa kila mitandao, social media platforms zote. Unaweza subscribe pale YouTube channel na pia ukanifollow kwa all social media platforms. 900 subscribers, 59 videos. Na ngoma latest. Mbona uko mimi namjua sasa, wewe uko wapi? Uko unamjua au si? Sasa unafaa kuwa unamjua, kama umjui sijui waishi chini ya gome au nini. Jovice, ingia hapo YouTube. Uko na Spotify nini? Ngoma zako ziko wapi kwingine? Kabisa kila social media platform. Haya. Tafuteni Jovice, alafu kuna mwenye ametuintroduce hii podcast. Yes, ndo nimemsikia sasa, ndo ngoma nimesikia tu sasa before tuanze hii podcast na tukaamua tu join hapa kwenye hii podcast. Kama vipi? Introduce msela. What's up guys? Naitwa Kai, like Kai. Kai, kama presenter. The Chonyi boy with some power. Mimi si presenter. Okay. It's Kai. Dot. Kuna full stop hapo. Just another Chonyi boy with some power. So check out my music manze. Nice one. Hapa kuna a lot of Chonyi energy. Manake Connect podcast pia tuko connected au sio? XO, what's up? Michokozo. Ile ngoma ilikujaje idea kwanza? Maana hapa producer wetu anasema ile video yake lazima ikuwe na haga. Sijui uliona haga sana, lazima zitingike hapo.
Exactly. Lazima tuchokoze. Ilikujaje idea, ilianzaje yani? Hiyo idea mwanze, okay. Tuanze kabla uanze kutuambia, tuanze na yani nini ili inspire yani did you use some drugs, ulitumia drugs fulani zikakuwa manake si ndio ikakuweka kwa vibe usituambie ati ilikuja tu hebu tuambie ilikuja kama manna from heaven. Okay, michoko zilikuwa hivi. Okay, unajua enye aga ina influence seti ni rongo. Sure. Mind wakati naandika hizo mistari kulikuwa na aga fulani nilikuwa nafikiria. Lakini michoko actually kuna hii ngoma ya Embedodo hii ya sawa kitenea Embedodo limelala mchangani shout tu nani Mzengala Mzengala alipiga pia version yake nadhani alipiga version yake sasa nilisample tu hapo yani idea ilikuwa akili nilisample ndo nikaanza nayo pati ya cola yani ni kama hivyo kolola yani ile kusorora cheki kuona lugha gani hiyo una kabila gani bro lugha ya muziki sana it's art ndio anashika brush mimi nili understand bila ku understand sijui ni nini lakini nasikia okay nina vibe bora inakupatia ile energy ambayo iko nayo siwa kwa nyumba unajua asubuhi nikiamka na shangoma nini ama kama nataka kufanya kitu naeka ngoma nileka hiyo ngoma Mrs. hapa kaanza kufanya mambo yake pale tukajikuta tunachokoza kaanza kuchokoza sana kasema hii ngoma ni kali ningekuwa na mapeni ningenunua hii ngoma ama vipi sure. Lakini amesema video lini video itakuwa April sio April itakuwa na video au sio wazee ngoma ni kali mazee ngoma ni kali mazee afu nani hapa kuna ile ngoma ya kupunguza distance una mpango gani na maana ile vibe iko poa unasemaje jamaa vibe iko juu mimi kitu nimepanga kusile ngoma au utaki kutoa ama vipi hiyo itatoka hata karibu kwa haraka kabisa itakuwa mapema kabisa kwa sababu mapema ndio best tumejoyride sana kama mimi upande wangu sasa nimekwepa sana lakini nataka this year ni stand sana stable na music sasa nataka nianze na hiyo kuendelea sasa pia support ya producer na wale viongozi wa Dart Studio pia tawahitaji sana. Kuna complain ya jamaa wa Dart Studios maana yake kama kuna kitu inakusumbua hebu sema kama ni kitu inanisumbua iko kitu inanisumbua kitu inanisumbua biza zangu ziko nje hapa Marereni nini biz busy zangu okay connect podcast we connecting how do you get the bag jamaa kuna biashara zake zingine alituambia ni mechanical engineer sio na pia uko na kazi zako zingine au sio zingine za mikono fanya vitu vidogo lakini nice one vinaniwekea venye ninakaa pia unaona lakini pia hakuna complain kuhusu studio complain najilaumu mwenyewe time yangu pia na limit ilikuwa sasa so far nimeamua kidogo ni concentrate on music kwa sababu music wajua ama art yote the more you put in ni kama kazi yoyote kazi the more you put in the more inakupatia kwa hivyo uweze expect upate kitu kama how put in a lot of work au sio ni kweli kama wewe say how many videos ama ngoma ngapi ziko out there kama 2-3 ama kama zinafika ngoma zenye ziko UT niko na ngoma 3 single sasa tulie hapo sikiza mchizi ana ngapi pale YouTube 69 unacheki hata mimi niko na kidogo sijafika blue ama nini same thing hatuwezi expect kitu maana I'm pretty sure kama mimi sijaanza kupata mapeni from music ama content creation kwa sababu pia sijaweka enough work unaona sijaweka enough ndio hizi kazi zenye tunafanya sasa na pia siwezi expect a lot of siwezi expect ati mali nimefika nianze kuingiza mapeni ndani najua kuna mali ikifika hii kazi yangu kuanzia hapa sasa mapeni kwa sasa mapeni na kweli
mwanzo inafaa kwanza tuna hustle hivyo si ndio? Lakini kuna time hapo ya kujitolea mwanzo. Sasa huyu ni wewe. Lakini kuna artist wengine kama Martin anafikiria tofauti kwa sababu sisi inabidi tujimix na mambo mengine ndio tuongeze kakitu pale. Martin alikuwa anadai ametegemea automatically music ama vipi? Nimpe mic. Wasemaje Martin? Nikiongea kuhusu nani Folk B. Folk B ni msemkali na pia ni mkali. Tumesikia hiyo ngoma hiyo, si atu doubt na tena unajua mjue pia quality over quantity. Umse hata kama natoa hiyo doba moja ni doba zingine 6 sana man. Quality over quantity. Au si? So hata kama naachilia moja yani make sure tu umeenda ukasikiza na ukachekia hii energy yako nayo na hiyo genius genius yako nayo manze. Okay, lakini mimi naweza pinga kitu hapo, unacheki. As in wewe mwenyewe unaamini hiyo quality over quantity? Hayo nimeamini sana brother. Sasa cheki. Tuseme wewe unaamini kuna wasanii ambao wanaweza fanya music kama wewe, wanaweza yani ni wako na ukali kama level yako, waamini wako watu kama hao? Watu kama hao wako, naweza amini wako. Kwa sababu hapa mbali na hii Kenya nzima, hapa Kilifi tayari kuna marapa wengi. Hata hapa studio tayari. Hapa studio pia kuna marapa wengi. Lakini sasa utajua tofauti ukiona kazi ya kila rapa, si ndio? Sasa unaweza pata labda mimi nimefanya ngoma moja, au mwaka nimefanya ngoma I think mwaka uliopita kama nilikuwa nimefanya ngoma zifiki 3. Na sasa hiyo unaona hiyo ngoma nimefanya ni after a very long time before nifanye, na nashukuru venye nikifanya huwa inasikika. Hiyo ni poa mazee. I hope kitu yenye mimi nina ngori nayo ni ile tu waweza kuwa uko mkali kama vile tumesikia. Ona, lakini tofauti ya wewe na wengine ni how much work. Consistency. Hiyo ndio tofauti. Maana kuna mwingine hata anaweza kuwa hana ile skill level yako, lakini amedrop kwa sababu sasa hii generation hii wanataka content. Ukimbwagia ngoma leo anakuuliza ngoma next ni gani. Ona. Kwa hivyo ni ukwetu na mimi naamini ngoma zinafaa kwa quality pia. Maana zifai kwa nyingi na zina quality ya maana. Ona. Lakini pia ni process tu, na kama sasa umesema this year 2026 we hope tutasikia mazuri, au sio? Put in work jamaa, put in work. Martin wasema 100% music unadishi. Sure. Sa relationship haikorogi. Haiwezi nichanganya na music. Kabisa. Uko yani wakesha studio, enda home asubuhi, wife si ati na kesha, obvious kuna time napenda kupumzika, unajua. Okay. Unaambia ukitaka kufanya vitu poa, unapata time ya kupumzika poa pia. Okay. Lakini kuna zile sessions zenye zinakuja maybe si kila siku, lakini inaweza kuja time moja. Creativity pia kuongezeka na upate time ya kupumzika poa. Exactly. Lazima uende uishi huko, experience ndo kuja utupatie. Tafuta ideas zingine, ucheze game, ufanye nini at least lakini. Kweli. Hiyo ina make sense mazee, ina make sense. Umefanya ngoma ngapi wewe na Joe Vice? Hizo 54 I guess moja ndo nisikuifanya mimi. Kweli. Hebu mpe mic. Kweli hiyo story. Ama 2 pengine I guess. Ni 2 pekee ndo hakufanya. Okay. Mimi nina swali mimi. Maana mimi siamini ili swali langu nimeshawauliza lakini naona mnalihepa. As in, kama msanii kuna kitu ambacho kinakupatia vibe. Ona, ukisikia ile beat unasikia fresh zaidi. Ona. Exo amesema ni zile majani. Sasa Martin akasema ni Del Monte. Ona. Ukinipa Del Monte moja mzee. Sasa inaweka kwa vibe. Ona, no drugs. Mimi. Okay. Lenny Head mzee. Okay, nice. Ile beat kama utengeza kichwa kikavu basi wewe ni hatari. Sure. Akichoma itakuwa dead. Hiyo hajachoma. Sasa imagine amechoma. Akichoma na take over the country. Wanachoma saa zingine. Bado sijamfumania na sijamuona kabisa na maruerue. Akichoma anaweza choma. Sawa.
Okay, hiyo ni poa na mimi napenda hivyo. Na admire hiyo uwezo wa kufanya kazi bila kutumia drugs ama anything. Yani you are kwa msanii kabla uanze kutumia hizo drugs. Unaona? Hiyo art set ilikuja after drugs ama vipi? Sure. Lakini huwa ina enhance. Mimi naamini especially alcohol na ile nyingine ina enhance. Mbona mnaita ingine? Ngiba kwa Connect Podcast tuweza itaja marijuana, cannabis, sativa ama indica. Huyu jamaa yuko excited sana. Inabidi muulize fresh. Hebu tumuulize kama inampatia vibe. Msana anaitwa Mavela. Anaitwa Vela. Chill buda. So Chakama kutoka Chonyi so like jina the Mavela ni family name, unaona? Okay. So but wase wakisikia unajua mzee nikikaa nikikwambia anaitwa Kai Mavela utakuwa like hiyo ni nickname. And I'm like hiyo si nickname lakini sativa Simba au sio? Kwa hivyo wewe before record ile ngoma did you smoke something? Unajua tukiwa na expose him. Unaona tukiwa na my brother Exo. Si unajua si hatuipendi ile kitu, unaona? Ndio maana mnaimaliza. Tunaichoma. Shout out to Kiona tu. Si tukiona si tunajua the next generation haitaona. No evidence. Okay. Sawa. Unapoteza evidence in the... That's nice mazee, as long as ni responsibly. Unajua kila kitu lazima ikuwe regulated. Don't abuse. Abuse. Don't abuse. Wewe tumia tu kiasi. Unaona kama umse like most of the time unaona mimi nasema most of the time yuko high. The most of the time Sasa hii siko high. Like sasa niko sober bro. Thing is every time tunaenda kurecord every time tunaenda kurecord next so unajua lazima tukue na catalyst si watoto wa Empire Health Salesi unaona sawa yaruhusiwa pia jamaa wengine vibe yao ni women kama vile Zepa Zera Kimizi Zeo mama Uchinache nikuulize as in ukifanya ile ngoma yako kama ile kanichanganya ile ni ngoma ya mapenzi si ndio? Sure. Kuna mtu ulikuwa unafikiria, kuna demo ama female mwenye ulikuwa unafikiria? Yote. Ama pia mademo zi. Unajua pia inaweza kuwa hautumii drugs na pia women. Unajua ni 2026. Mtu anaweza sema resolutions. By the way wakati tukitengeneza hiyo beat tulitengeneza hiyo ngoma mwezi wa 8 tukarecord verse 1. Okay. Alafu verse 2 tukairecord November ndio ikampatia Trillionaire sasa yake verse. Okay. Sasa hiyo time ilikuwa tumeitengeneza kulikuwa tunataka hata tulikuwa tukuipanga tuitoe mwaka huu. Tuitoe mwaka jana I mean. Ilikuwa ni tuitoe mwaka huu sasa 2026. Okay. Lakini sasa after sasa imefika hii festival season naona tukasema acha tutengeneze kitu. Sasa before sasa ile ndo anatengeneza beat mpya tukasema acha tupitie zile projects zenye tulitengeneza kitambo. Maybe tunaweza pata idea kali kutoka zile tutengeneze kitu nyingine mpya. Ndio tukapata sasa ile vibe hii tukitengeneza saa hii tukipata mtu maybe akiweka verse 2 itakuwa kali zaidi. Ndio sasa nikamtafuta Trillionaire. Unaambia Trilli mlipatana Karaimes pale. Sure. Yule jamani ana kama mlevi haja kushikisha pombe nini mnazi. Unajua Trillionaire mlevi yule jamaa. Si wewe afanya ile mambo kwa TikTok kama ni hivyo kabisa. Hakukuonjesha kwambia cheki Vice. Piga kidogo uingie kwenye show. Unajua hata niliwapata wametulia tu pale. Wamechili ilikuwa ni wako na show yeye kina Mikahunda, kina Mgogo Entertainment hiyo time so alikuwa ametulia. Sasa unajua huwezi patana na mtu first time dharu mwambie shika hiyo unaona. Sasa kidogo ile respect ilikuwa pale tumewekeana mipaka fulani. Nataka unitajie wasanii ambao unawakubali, wasanii wa Kimijikenda kwa sababu vibes zako za Kimijikenda au sio? Vibes za Kimijikenda naona hapa lakini zako ni za Kimiji zaidi au sio? Kabisa. Nani? Tutajie wasanii kadhaa. Mimi niko nao in mind tayari. Naweza sema the biggest Giriama artist mwenye moods. Hapana, achana nao kijana. Nani ati Masangoni Boy? Mwajuana nini? Mna relate? Maana mimi Masangoni Boy siwezi sema ni the biggest Mijikenda artist. Kwa sababu before Masangoni Boy kuna wengine walikuwa. Kuna kina Mr. Bado. Ona. Kabisa, the legend.
Konde, Nyerere wa Konde. Kuna kina ito nani? Bin Kalama. Kabisa. Sindio? Wale wa kitambo. Yeah, kuna kina ito nani? Tutu, Juma Tutu. Nakupenda kama suka. Yeah. Wapata? Yeah. Exactly, sindio? Sasa wewe nitajie like wasanii wenye unawakubali hata kama ni wenye nimetaja, mwenye yani unaona ama wenye sijawataja, wenye wako na Mijikenda vibe yani. Kama unayofanya. Wa kwanza ni Mr. Bado, kwa sababu pia mimi napiga hizo mwanzele lakini na rap version. Yeah, nice. Yo Mr. Bado hapo wa kwanza. Legendary, yeah. Mwingine kuna The Deka. Okay. Rapper huyo pia, Kimijikenda, nice. The Deka. Naona alafu kuna jamaa fulani anaitwa Survivor. Wa Kilifi. Nimemsikia Survivor. Alimba lakini anatoa mangoma siku hizi. Nilimsikia muda fulani nyuma. Sijui kama ni huyo ambaye unasema. Bado akona yuko kwa Sep Gang sasa hivi wako na wale group inaitwa Sep Gang. Yeah, siwezi sema mengi kuhusu nani mwingine? Sasa kuna hao kina Regan sasa ndo anafollow Regan Dande. Matsangoni boy. Matsangoni boy. Ali B. Yeah, sure bana. Ali B mazee, RIP mazee, Mungu amrehemu mazee. Ali B legendary stuff. Sindio? Nini ya kusema? Mimi naweza sema bwana hapo mmetaja legend mazee, hata tumetukumbusha. Lakini pia katika wale vigogo wenye mlikuwa mna discuss, he was to roll. Sawa, receive your call, Connect Podcast atujali sana. Waweza enda ushike hiyo simu, waweza kuwa ni mapeni alafu ache aende na tuache mapeni kwenye meza. Usiwache pesa kwenye bro. Msikize. Motin, producers wenye unawaaminia from Pwani ama Kenya. Tunaongea kuhusu Pwani. Pwani? Yeah. Motin aka Msanzu. Yeah, lazima. Sana. Na wewe mmoja tu. Wewe mwenyewe tuanze na Motin. Tuanze na Motin. Mtajio. Washasema uanze na Motin. Sawa. Shanitaja. Pwani wenye nawaaminia. Yeah. Kuna Techniques. Okay. Techniques. Mtu wa kwanza mwenye anasema. Yeah. Amefanya Techniques noma. Nilimsikia sana Madobake yeah. Especially kuna ngoma fulani alifanya na jamaa fulani wa kule South Coast yaitwa Papa la Kusini. Ordinary Bingwa. Yeah, alisample. Yaani ni mkali zile masampling techniques. Sana techniques. Yajitashia techniques daily. Okay, yeah. Lazimu, Nani mwingine? Mwingine Tokal Beats, yeah. Yule jamaa nimemsikia akifanya ngoma na kuna jamaa fulani za Kaloleni Twin Kids. Yeah, niko na connection nao jamaa Kimpango pia. Shout out by the way. Yeah. Momo Beats, yeah. Kill Shot. Okay. Kuna mwingine anaitwa nani? Kailo. Okay. Kailo. Big respect. Okay. Mwenye ungependa kuwork naye hapa Pwani? Yeah. Kwa sahihi? Yeah. Ningesema pengine Techniques. Connect mazee na Motin. Yeah, unaweza kuwa surprised watu wenye wanaochi podcast mazee. Sure. Kwa hivyo connect jamaa producer ndio hivyo. Alafu wasanii ambao washai kuboesha kabisa. Session ambayo ilikubo. Msanii alikuja kuna kitu tu ilikubo. Ama angalia kama utanitajia jamaa, nipe hiyo story ilikuwaje, alikuboesha. Msanii ashai kuboesha kwanza studio session fulani akakuboesha yani. Bado huko na session tu poa. Utaki kuanika jamaa. Session zangu ziko fit anajua kuja na kinduku alafu. Huyu tukiingia ni vibe tu. Yeye mwenyewe akisikia harufu ya udi mwenyewe enjoy. Hakuna session yenyewe ilikuwa smoker. Basi. Hakuna session ilikukoroga labda. Okay. Pengine time yenye na record alafu headset ilete noma kiasi ndio hapo ndo nitakorogeka, lakini hati kuboeka kwa sababu na ama pengine tusumbuane na kina Jovice kama pengine unajua kawaida. Sasa tunaweza sumbuana kwa sababu hiyo eka hii unaelewa. Mimi nataka yake hii. Mwisho wa siku ni ile mnataka kitu poa. Ingia tusijali. Connect Podcast. So iko hivyo. Lazima wakati mwingine kusumbuana lakini kusumbuana for the better. Msiati ni ile kusumbuana ati kuboshana. Okay. Sawa. Alafu session yenyewe ulienjoy kabisa msanii. Feelings kando.
Sure. Kazi ni kazi, feelings kando, au sio? Yenye ulienjoy kabisa kati ya hawa hapa hivi, nani ndo anakupatia, acha nikuweke on the spot, session ambayo rahisi kabisa yenye hausumbuki kabisa? Session rahisi kabisa. Jovesa anasumbua wewe. Wewe kubali unasumbua? Jovesa anasumbua. Akubali anasumbua? Mimi lazima tutasumbua na hakuna session yenye imeenda straight na huyo. Yaani lazima tutasumbua. Anakuchallenge mbaya. Nizokuwa tunatengeneza hivi. Hata wakati mwingine unasema basi tuache hii session. Unaweza kuwa unamwambia cheki basi tufanye hivi. Ama hata ngoma hujafanya mix. Hiyo sauti iko juu. Sijui nini upunguze na wewe sasa mimi hata bro sijafanya. Wewe unafanya production huo ama? Nile naelewa. Sasa mimi huwa nikikaa naye kama anafanya mixing. Hakuna virtual DJ. Huyo producer ndo amemharibu akili yule. Amemzoesha vibaya. Mwambie atachaneza kando, wanafanya ngoma anamdirect. Fanya hivi na. Wewe ndo maana yule ako na ka idea fulani, sasa inakuwa ni shida. Mwanafunzi sasa anataka kufundisha mwalimu. Ndo hapo. Sawa, huyo mwenye hasumbui. Mwenye hasumbui? Mwenye hasumbui. Mwenye hasumbui tuseme EXO. Kila mtu anataka ataje. EXO hasumbui kwa sababu wakati mwingine anajirekodi mwenyewe, unaelewa? Okay, Kwa sababu EXO ni pro. EXO pro. Naweza kupata ngoma sha record ya bro, sasa bakia tu ku mix, unaelewa? Sasa inakuwa easy. Inakuwa easy. Okay. Kwa hiyo ngoma ndo ameanzisha, unaona? Ile punguza. Tu hiyo. Punguza distance. Tupe verse kidogo. Hiyo verse yake inasema cheki hii flow na kupaka kama vanisha na mimi ndo randa takuchonga kama furniture sa easy go shakurenda kama kalicha na hauna fo mchungaji bila kali sana. Master Kimbo, amtambua Master Kimbo? Namtambua Master Kimbo pia. Nasikia namsikia ndani yako. Ulikuwa ukimsikiza nini? Nimemsikiza Kimbo. Nimewasikiza hapa Kilifi, mwenye labda angekuwa anaweza nipaka ujinga yake ama kitu yake kidogo ni Kimbo. Kwa hivyo rapa mwenye unamtambua hapa Kilifi nani tuseme? Mwenye unamtambua kabisa msanii, tuseme rapa. Maana wewe ni rapa. Okay, mwenye nimemtambua hata amefanya vitu kali zaidi sana ama nini. Lakini nikicheck flow zake na idea zake ni mkali sana. Hadi naweza sikiza ngoma yake mwanzo mwisho. Najua si rahisi nisikize hip hop mwanzo mwisho. Huko mbele nataka nimrekebishe mwenyewe, unaona? Nani? Okay, sasa unaona Kimbo naweza sikiza mwanzo mwisho ama ngoma za kuhesabu zake. English Gold, Kimbo, Master Kimbo. By the way, kuna wasanii wenye wanamrudisha back to the game, naona Master Kimbo, I hope atarudi. Sisi tunataka music, good music, watu wa release tuzipate out there, kama Joe Vice anatupatia muziki aina, yani ile ambayo tunataka, ile flavor ambayo tuna miss out there, au sio? Sure. Kuna watu wako kwa hiyo tuseme hiyo genre, hiyo type of music za kimijikenda, na pia hauogopi kuingia pale. Maana watu watasema unaingia pale kwa sababu umemwona Mikahunda. By the way, umesema Mikahunda hana lolote, si ndio? Nimesema ulikuwa umetofautisha kati ya Mikahunda na Trillionaire. Between Mikahunda Trillionaire, hebu tupeni jibu lenu. Between Mikahunda na Trillionaire, nani ndo ni mkali zaidi? Nani ndo ni mnoma zaidi? Amesema Mikahunda si mnoma, hivyo ndo amesema. Lakini nini? Unaona, ukiangalia watu wawili like ukiangalia Trilly hakuna record, hakuna track record experience. Okay. Na like Trilly nimemsikia muda mrefu. Like Trilly amekuwa kwa game muda mrefu. Mpatieni maua yake. Si lazima tuanze kulinganisha Trilly na Mikahunda. Mimi najua mahali Mikahunda amekaa. Anajua Trilly ni mkali. So like have that mad respect for Mikahunda. Mikahunda amekaa pia akona this new sound. Akona uniqueness yani. Okay, apewe flowers too. Pia moja apewe flowers zake, lakini
Ukikompare na Trille. Kwa na uzani mzito. Anaweza kuwa yuko na 90, Mikaunda yuko na 10. Ako na 10. Umesikia Mikaunda shots fired mazee. Kwa hivyo sijui utasema nini. Hapo Trillionaire I hope tutampata kwenye podcast mazee. Ni msanii anafanya vitu pia au sio? Sana. Alafu hujamtaja Mos Touch. Wamtambua Mos Touch? Mos Touch namtambua. Uko na beef na yeye nini? Sijaifanya beef na kweli, maana hujamtaja na yeye ni producer ambaye anatia kazi. Na pia umekolabo na wasanii wake kadhaa. Mimi kitu uko na nini ya kusema kuhusu yeye labda? Ni producer poa, lakini nikwambia kuna kila mtu ako na ile sound waga na ana feel. Sasa hao wenye nimekutajia ndio sema na wanaweza ni inspire na sounds za. Okay, ungependa kwa call saweza receive hiyo XO Michokozo. Ulianza music aje bro? Ilianzaje? Mimi kwanza hata nielezee venye nilipata hizi na XO. Tuanze na hapo. Inaweza XO maana yake XO inakaa kama ile drink, si ndio? Kama unajua XO kuna msanii anaitwa XO pia mwingine lakini kau kijua XO au legit Undo Pro. Okay, XO Pro. Okay. Amini 100. Okay, mimi nilikuwa nasikiza Lil Wayne sana. Okay, Wizzy. Kuna hii album ilikuwa inaitwa Carter 3. Sasa kuna ngoma pale Wizzy alicollaborate na Jay-Z inaitwa Mr. Carter. Mr. Carter. Sasa pale ile wote ni Carters wajua. Wote ni Carter, huyu ni Carter na huyu ni Carter Dwayne. Sasa Lil Wayne aliachiwa kuna piece sasa Jay-Z alichapia Lil Wayne kuwa mimi nimecheza role mingi sana katika hii game. Sasa mimi napiga through pass kwako yani. Wewe ndio uendelee ku mentor hii game sasa. Okay. Sasa katika hizo line Lil Wayne akakama akasema nini flow so pro. Okay, mimi sasa nilikuwa nasikiza hiyo ngoma nikapungika nayo jina so pro. Okay. Sasa nikachukua hiyo jina so pro. Okay. So pro. Hiyo time sasa nikiwa chuo sasa hiyo time. Nikiwa changes. Nilikuwa najita so pro. Sasa baada ya muda nikaona hii so pro ni ndefu na kwa sababu hii Gen Z manze concentration span iko chini sana. Sasa ukiwapatia jina ndefu hata shika. Kweli. Sasa ikabidi nimeifupisha. Kama njoto. Nimeifupisha. Nikabakisha ile so. Ile so si ni 100. So nikachukua Roman letter X ambayo ni 10 nikaongeza O. Okay. Nikabaki so yani. Very creative. Sasa cheki, ulipata hiyo jina wakati ukiwa na hilo ukichukua hilo jina ulikuwa ushaanza kufanya mambo, si ndio? Hiyo time nilikuwa tu ni fanatic. Kwa hivyo nilikuwa napenda tu kusikiza ngoma za wasee. Nilikuwa napenda kusikiza ngoma za wasee. Sasa nini the first verse yenye uliandika, nini ilikuinspire? Kwa sababu mimi nakumbuka the first verses yenye niliandika nilikuwa naandika ngoma za watu wengine. Akina Drake, hapo ni later Drake. Nani mwingine akina Wizzy, Octopizo. Nilikuwa naandika hizo. Calligraph alikuja baadaye. Kwa wale wenye wanatambua Octopizo alikuwa since before ndio? Octopizo alikuja kuchuja Abbas. Naye Octopizo naye amechujwa na nani? Sasa wewe ulianzaje sasa? Like wasanii gani walikuwa wanakuinspire tuseme? Umesema Lil Wayne, Jay-Z, si ndio? Sasa nini ikakutuma nitajie kwanza wasanii wengine apart from hao, alafu nini ikakuinspire uanze kuandika? Yaani ulianza tu kuandika kwa beat ama ulianza kuandika ngoma za wasanii wengine ama ni vipi? Okay, nikitaja wasee mimi imefika time ambapo mimi inaweza sound weird lakini kuna venye sisikizi watu sana. Kwa sababu gani? Sitaki kuwa diluted yani. Sitaki ile nipoteze who I am. Okay. Kwa sababu nimekuja kurealize ukisikiza wasee sana pia kuna venye na kudilute. Na kudilute pia manze unajisahau, unaanza kurap kama msee fulani, msee akija nakwambia by the ina sound kama mtu fulani. Ina sound kama mtu fulani. Sasa unapoteza ile identity yako. Okay. Sasa mimi pale nilianza kuandikia. Mimi kenye kilini influence ilikuwa ni challenge fulani inaitwa Cadbury Delight. Hapo ndo ilini influence. Sasa ndo kulikuwa na iPod inashindaniwa hapo. Sasa hiyo ndo ilini motivate nikaanza kuandika mangoma. Na hiyo time nilikuwa naandika ngoma bila beat. Sasa hata kuingia studio ilikuwa inanisumbua kwa sababu mimi ilikuwa nafuata vitu zangu kwa kichwa changu yani. Hivyo ndo inaanza by the way. Unaanza kutengeneza alafu ndo kuja upate flow. Nice one. Alafu sasa
ndo ukaanza kupractice hivyo bila beat? Ilikuwa naandika tu bila beat. Na bora tu na uzuri hiyo time nilikuwa naweza tengeneza concept nyingine kali sana kwa sababu beat ni kama distraction my time. Yeah. Okay, interesting. Alafu Vice ulianzaje? Ulianza kuimba mangweni kwanza ama vipi? Wanake mwanzele si unajua? Mi mwanzo kabisa nilikuwa naimba dancehall. Okay, nice one. Ulikuwa unaipiga na kimiji tu hivyo? Okay. Pigia verse moja basi ya dancehall. Okay, kuna ngoma moja nilifanya na Technics pia. Okay. So inaenda such a beauty, go down pick it up, ipepete ukiroll biggie bum watakuzi, neka gum keep it up, when you roll it on your arm you make it hard, take it slow make it cold, let me roll, give me more not a no, give me love, when I scroll to the left give me low, ukinisimamisha dede basi tuifanye raw, turn off the lights when you roam on the night, pull up again just cock up my gun, top up selector, start with the wine, baby girl never danger your vice I no go lie. Oh, nice. Sasa inaona mbona wanawake ndio motivation. Yeah, it's nice. Sasa nini ilikufanya uka switch ukaachana na dancehall ukasema acha nirudi home? Yeah, rudi kaya. Kuswitch ilikuja, kuna training fulani nilienda ya music. Yeah. Ilikuwa ya watu wa PPMC. Okay. Wale wa presidential parliament. Hao ndo walitufanya. Uko vizuri. Uko vizuri kama ushaifanya kazi na parliament, ile commission ya parliament. Walikushikisha kitu ama? Yeah. Okay. So after your training walikuwa wanatutrain about music kila kitu hivyo. So after your training nilienda kwa competition fulani Mombasa, Little Theatre. Okay. Nikaibuka number 1. So kulikuwa na producer fulani. Same tu bado uko na vibes za dancehall bado. Ilikuwa dancehall bado. So kulikuwa na producer fulani pale anaitwa Big Soul. Yeah. Ndo akaniona, aliponiona akaniambia okay, mimi napenda tufanye ngoma moja na wewe. Yeah. So akaniambia niende siku fulani studio kwake. So alikuwa na kampuni ya AR Films. Okay. Yenye ina produce hizi movies za Pete, Sanura. Ni nani? Uhusiana na yule Anguka, somebody Daudi Anguka. Anafanya kwenye hiyo kampuni hiyo. Yeah. So nilipoenda hapo kulikuwa na ile movie wenye walitoa last year. Last year but one I think so. Pete Mvera. Mvera, nice one. Yeah. Walikuwa wanaitengeneza. So nilipofika pale ile communicate na yeye kuniuliza 1 2 3, sasa ndo akajua mimi ni Mijikenda. Sasa akaniambia vipi kuna hii movie inahitaji soundtrack za Kimijikenda. Nice. Vipi unaweza nitafutia hizo masongs au kaimba wewe mwenyewe tuweke? Ndo nikamwambia okay naweza fanya. So after ile kufanya zile soundtrack kadhaa pale kwenye ile movie, sasa ile uko na soundtrack pale kwa Mvera? Yeah, kwenye Mvera. Nice one. Jamaa anafaa kucheki mzee. Hiyo ni kazi poa, maana hiyo ni blockbuster. I think the best film, one of the best in Kenya sasa. Yeah. Top kabisa. Yeah, in Kenya tunaweza argue ni among the best hapo, top 1 2 3 hapo. Maana yeye kuna jamaa kina Abel Mutua anafanya movies, lakini Mvera ili depict yani pwani venye iko. Ile ni kama true story yani, kama vitu zinafanyika huko, au sio? Kabisa. Na hiyo ni big up sana kwanza kwa na soundtrack mali kama pale. Hiyo ni yani ni part of history, kama uko part of history ama vipi? Yeah, sure. Yeah. Iliingia kwa Netflix mzee. Iliingia Netflix ndio? Kwa Netflix hata. Yeah. Wazimu sana big. Jamaa endeni mcheki Joe Vice, lazima unacheki ukiput in work kazi inajileta, au sio? Mavela. Okay, yeah. Mavela. That's the family name. Okay. Yeah, that's the family. Ngoja wewe Mavela haiko kuinspire wanze kutumia Mavela. Okay, like unaona story yangu na Diwi. Mimi siwezi sema I'm that a consistent user, unaona? Okay. For me I just use it for inspiration. Okay. Sawa. Yeah, most of the times niko mashughuli zangu, mabizi zangu. Yeah, I'm just drug free, unaona? Okay. But ikifika time kwa session so ndo nakam lazima uwashe kinduku pia, unaelewa? Nice. Alafu how many songs uko na ngoma kama ngapi out there? Sasa ndo na introduce Connect podcast. Jamaa mtakuwa mkiwa before niambie mtakuwa mkicheki hawa jamaa wenye watakuwa interested. Tutafanya more podcast
more content to create concerning music. Kuna different ways tunaweza get the bag, tunaweza pata mapeni in different ways. Lakini hapa pia the main aim ya hii podcast ni kuconnect na wasanii, kuwaweka out there. Hii ni kama platform yangu na ya kila mtu, kwa sababu through podcasting ndo tunaweza collaborate vizuri. Naweza kuja hapa tujaribu kufanya ngoma hapa hivi tushindwe, unajua hivyo. Naweza kuwa mimi ni mnoma, the hottest rapper na the hottest producer, hottest singer, lakini tukipatana tushindwe ku create kitu kikali. Hiyo inatokea. Kitu kama hii Connect podcast, tunaweza ongea, tunaweza piga story, no matter hata kama muziki hatu vibe na muziki, kwa sababu kila mtu ako na story behind the music, si ndio? Kwa hivyo wewe unatumia your real names pale kama stage name. Okay, my real name, stage name inakuanga Kai, like that's Kai my dot. Yeah, that's my middle name. So like umse tuko na historia nayo Motin. So tupe historia, tupe backstory. So me nimekuwa nilichukua demo wako nini? Like as stories za mademo, like story yetu ya muziki. Okay, like solely mimi nikiongea kuhusu music. Siwezi ongea music kasi sijataja EXO, siwezi ongea music kasi sijataja Motin. Hiyo ndio nimefanya kufuru. So unaona kama mimi nimekuwa the boy with the pen. Like I've been writing since nikiwa 8, like since 8 years of age. Okay. Unaona sasa I've been mostly kama wanaitwa closet artists. Okay. Uja come out. Like ile nini. So back in 2019. 2021. 2019. 2019. Like 2019, like 6 years ago jamaa. So 2019 Vale, si ndio? 2019 kuna times nilikam nikacheki nilikuwa na mbuku fulani, like nilikuwa na more than 96 songs zenye nimeandika with beats ama without beats like hivyo nimeandika. So like for me thank God mimi neza like I've been a writer, so I've written different styles. Okay. Ile ngoma ni kali by the way, ile ngoma. But for me strength yangu inakuwa kwa hip hop storytelling, unaona? Okay, nice. So kuna days sasa 2021 nimekaa studio, kumsi alikuwa anajua mimi nifanye roga, ndio kanisho kuna Cypher, kuna boys wangu anaitwa kampige Cypher, so nimekaa tukapiga freestyle pale, freestyle. So X akanambia, akasikiza sound yangu, akanambia unaona nini, tutafanya kitu. Like after 3 days X akakaa akanipatia, akanambia bedhe kuna beat hip, kuna beat hip hop, nataka tuandike ngoma kali. Nikamwambia nini, acha tuandike. Mimi sijai shy away from writing songs, unaona? Okay. So nikakaa back then nilikuwa naandika gospel. Nakumbuka. Ndio amesahau. Ulikuwa na ready ukiandika gospel. So kama Kai. So like back then sasa unajua nilikuwa naandika gospel juu. For me I was raised in the church. Gospel background. So are you still unafuatilia hiyo mambo ya gospel? Gospel, like I do write songs for people. Okay. I do write gospel songs. Lakini wewe mwenyewe are you a Christian? Yeah, I'm a Christian. Like I believe. Follower of Jesus. Yeah, I'm a believer of Jesus. But so do you believe Jesus was born from Virgin Mary? Yeah, na believe. Do you believe in the story of Noah? Story ya Noah, manze, unajua ngoja nikwambie kitu. Ambao hiyo ni inaweza kuwa kitu kingine. Tuongelee. Acha tuongee tu hivi. Unaona mimi huwa nasema sometimes kuna stories zenye ziliandikwa pale kwa Bible kama folklore. Yenye mtu anaambiwa alana lesson from it. Unaona kama siwezi, unajua kama kuna kitu yenye siwezi imagine. So unajua mara nyingine nimekuwa nikiargue with my mom. My mom is a Christian. Nimekuwa nikiargue na my mom about the story of Samson. Manze unasikia mzee ameenda kung'oa gate ya city. Amepiga juu ya mlima. Ndio. Alafu unaona venye alipatana na mrembo, kadanganywa nini, mwisho akagenya, unaona? So mimi nasema ile stories kama zile kwa Bible moral, zinakupatia moral lesson. Lakini kwa hivyo si real, inaweza kuwa si real ama kwa sababu as a Christian unafaa uamini ni real. Faith inakufanya blind kwa sababu ile like unaona nini, mimi I'm that Christian that questions things. Okay. It's good to question. Like I do believe in God. Most of the times mimi as a God hiyo nicheki kitu
fulani and then ina come through, unaona? So acha turudi back to the story. Hiyo story lazima tugusie, manake kuna watu ambao wana religion inatumika kuwapoteza. Kwa hivyo lazima tuongee venye religion venye iko actually, kwa sababu hizi religion ndo bado zinatufanya tufanye vitu extreme. Watu waue wenzao ama watu wakosane na wenzao. Na mimi wanaonaje like sisi before tukwe Wakristo ama Waislamu tulikuwa Africans. Na tukiangalia jamaa hizi religions zimeletwa ni part of their culture. Ona inheritance yao. Ni part of them, wale hawezi iacha. Sisi sasa, is it really part of us? Okay, I'll say one thing. Unaona religion. Religion is what you want to believe in. Unaona, for me wanataka to be the best version of a person. If somebody is to say that is a good person, then I should be the good person. Unaona? I know kuna stuff fulani, like kuna natural order of things. Unajua huwa ni mbaya. Hadi ukienda kugonga mtu unasikia mgonge umumeze, unasikia vibaya nature, unaona? So like nikiangalia pale kwa 10 commandments naangalia naona by the way zingine ni vitu ni logic, ni common sense, unaona? Hata mara nyingine smart ni Moses alikuwa jaba zake akaandika, but hatuwezi question ni sagodi ndo alimpatia. Lakini sasa mimi hapo kwa hatuwezi question ndo sikubaliani napo, kwa sababu lazima tu question. Mimi na believe hivyo, manake the moment you question unaona the bigger picture, unaona kuwa hii story mbona iko ngumu mimi kuamini kulikuwa na Luanda Magere ambaye, ama kuamini kulikuwa na Mekatilili mwenye hakuuliwa, mwenye alizama kwenye mchanga. So unasikia Mekatilili inasemekana hakufa. Lakini watu ni ngumu. Mepondo I think. Mepondo alizama. Alisema kwa ground, ndio. Sasa inakuwa ngumu mtu kuamini ile story, lakini kuamini Jesus inakuwa yani inawekwa juu kuliko historia. Mimi kitu naweza sema si ndio? Hiyo ya Mepoho, hiyo ya Mekatilili zote tunaamini kwa sababu si ni story tulielezewa. Unaelewa? Na ni vitu zenye zilifanyika. The same pia hiyo time ya Jesus, hizo time zenye nasema kina Noah kina nini hatakuwa, lakini hiyo time si ndio ni vitu zenye yani ni kama zilihifadhiwa, ziliandikwa, unaelewa? So ziliandikwa na sisi tumezipata, so tunasoma ni kitu yenye ilifanyika. Like the problem with African, unaona, hata Amepoa haiko andikwa mahali, lakini we still believe. Like the thing is, acha tu siseme mimi sina kitu nachangia hapo. Mimi nini hauna wanataka kufananisha religions na history, unaona? Sasa hapo sijui kama ukijua tofauti ya hapo wewe utakuwa kwa mbele sana. Mimi nimeshindwa kutambua, so far so good. Sasa nimejijazia mwenyewe kwa akili, siwezi amulia kila mtu. Wewe ni Mkristo ama Muislamu ama huna dini? Sasa ilibidi sasa mimi ilibidi sasa nimeenda church. Nimeenda church na naamini kuwa kuna Mungu, kuna Yesu. Pia naamini kuna Mepoa na Mekatilili wale. Exactly. Hivyo ndio inafaa kuwa. Sasa sawa, lakini mimi kitu naona ni ile for us Africans religion wao inakuwa ngumu. Kama msela anasema ilibidi nimeenda, ona. Hata mwenzangu kwa shonki muuliza vipi sasa wewe uamwenda, kuna mwenye anaenda church bado hapo? Exactly. Mimi kitu nakwambia kitu first naweza kuambia, si ndio? Before tuko wadogo dini tulikuwa introduced dini kwa na wazazi. Lakini as we grow tunafanya decisions wenyewe, unaelewa? So kuna mahali unaambiwa story, so unakaa wewe mwenyewe unafikiria, unaona wazazi waliniintroduce kwa dini kweli, si ndio? Nasikia stories ABCD, so unaanza kudig in zile stories. So ukipata ule ukweli ndio unashikilia ule ukweli. So mimi nilipata wazazi waliniintroduce, si ndio? Waliniintroduce na nikajua the reality ni hii, si ndio? Mimi mwenyewe personally mbali na wazazi kuniintroduce kwa dini. Wewe mwenyewe ukaamua kusema hivi kuhusu dini. I think dini sitaki kusema ni scam. Lakini nitasema umesema
hii ni kama social engineering, as in hii ni kitu imekuwa forced ndani yako yani. As in wewe kutoka ukiwa mtoi, there's no other thing you are taught manze. Sasa ni religion uifuate tu hiyo, unaenda church manze, ukifika time fulani ni uklad poa uende church. Sasa kuna hiyo vibe tu inakubeba. Lakini ikifika mahali wewe umekuwa an adult, you can make decisions on your own. Ukisema kumada mtu ni mbaya. Sasa na yeye kukumada wewe ndo sawa. Sasa ndo iko hivyo. Yani kumada ni mbaya dhani. Sasa wewe ukimado itakuwaje? Utajitetea. Wewe sasa mtu akuje na daga hapa. Una mada. Si utakuwa umemuua. Akinimada mimi ni mbaya, unanielewa? Akinimada mimi ni mbaya. Na pia mimi nikimada pia ni mbaya, unaelewa? Unajua hiyo iko hivyo mimi ni mbaya. Unanielewa? Like the thing is kuzini na mko wa mtu ni mbaya pia. Yani kuna vitu tu yani unaona yani naturally tayari yani ni kufanya ngono kabla ya ndoa ni mbaya maana tukiangalia ni mbaya maana ndio kweli. Unaona kuna vitu kwa ndoa kila mtu anafanya mambo zake, hata una train kando, una train amechoka yani. Lakini lazima utrain, lakini according to religion wametuambia hivyo. Kwa nini sasa? Unaona sasa mimi kidunia Yesu hakuwa Mkristo. Ngoja nikwambie. Like Yule msee alikuwa anatuna doctrine yake lakini hakuwa Mkristo. Ile tu yani Saul wale follow after that wakasema Jesus. Nimekea hiyo point yake by the way. Jewish manze kule Jewish wao hata they don't believe Virgin Mary I believe your shit. Nikwambie kitu kimoja. Mimi naweza sema kitu kimoja, si ndio? Ukisema Yesu, si ndio? Ukisema Yesu si ni Kristo tayari. Yesu si ni Kristo tayari. Si ni hivyo? Na ukisema mimi ni Mkristo kumaanisha wewe ni mfuasi wake, unanielewa? Skiza wewe una follow ile wale mafarisi ndio walikuwa Wakristo. Wao ndio walikuwa Wakristo. Yesu alikuwa anaingilia wale mafarisi. Wenye walikuja mafarisi walikuwa before Yesu. Lakini hawakuwa Wakristo. Wale ambao Wakristo ni wafuasi wa Kristo. Walikuja after Yesu. Mafarisi Wakristo yani. Wakristo ni wafuasi wa Kristo. Hiyo ndio point yenyewe. Yani hata bila kuaga. Yaani Ukristo ni kumaanisha yani mnamkubali ile you follow the exactly. Lakini ile point yake iko sawa akisema bado unajua Bible iko na pande mbili, iko na Old Testament na New Testament. Sasa unataka kuniambia wala Old Testament sio wa Kristo? Like ngoja nikwambie. Sio Kristo according to your argument, ndio? Kuna the thing ukiangalia haikuwa religion hiyo walikuwa ukiangalia walikuwa na religion yao. Lakini haikuwa Christian, haikuwa na jina Christian. Haikuwa na the name. So the thing is one thing yenye Old Testament imekaa kwa Bible ni they used to talk about one entity, like one God. God. Hata old pia ni one God. Nakwambia ndio maana yake imekuwa included kwa Christian, the Christian Bible. Unaona? These guys walikuwa kama fathers of faith. So these guys are there to remind you that mwenye ako pale juu ni sagodi. Unaona? Yesu alitumwa na sagodi. Tukimalizia heri tumalize hiyo. Hatuwezi maliza. Mimi naweza sema hiyo topic sababu hiyo topic manze inaweza chokora watu vibaya na ni very sensitive. Lakini hatufai kushy away, tunafaa tuiongelelea kwa sababu tusipiongelelea ndo mashaka hola yanafanyika. Ndio sasa kitu kama hiyo ni sasa hiyo sasa it's past religion. Hiyo ni extremism, unaona? Kufa huko. Sasa wakisema atakufa waende kwa Mungu mazee. Mtu anakaa 1 month hajakula. Kuna faith, you are blind. Hajakula. Ukiona hiyo faith you are blind. Kwa sababu one una believe na God ambaye anakula alikuwa yule makesi. Lazima ikuwe ni kitu. Maana lazima ikuwe ni kitu yenye ni kama uenda wazimu fulani, faith. Kwa sababu ukiangalia sense kama ina make sense utaona it makes sense. It's more of an obsession. It's not logical. It's more of an obsession than discipline. Ni emotional. Emotional than logical. Lakini si ndio? Sasa nini ilikufanya wache gospel? Okay, let's kupatie tu a story, sawa? At least tumerudi. Like okay, like unaona kama mimi I say the biggest fan wa muziki yangu imekuwa madangu. Okay. So madangu alikuwa anasikiza, mimi nilikuwa naandika trap gospel, unaona? Okay. So like naandika doba and then you go perform kwa church. My mom is like, okay, you've written a good song. Like kuna song inaitwa Jesus. My mom was like, if we push this song could be a global song. But we didn't push it by that time, unaona?
So mama kuna day akana sikiza hizi ngoma. Sasa inakaa unaona ukiandika gospel. Unajua mimi ukitaja hizi vitu za gospel na kuwa na maswali tu lakini endelea. So mimi nimekuambia kitu moja. I was raised in the church. Sawa. Sasa ukiandika ile ngoma Jesus. What did you have in mind? Were you picturing Jesus ama ngoja nikwambie. Unajua kwa nini niliacha gospel? Yeah. Juu mama alikuja kanambia boy like gospel ina limit nini yako. Ina limit freedom yako. Unajua mama anajua potential yangu. Juu mimi huandikanga pia poems. No? Okay. So like anacheki poems, nikiandika poems it limit your topic tuseme. Yeah, like nikiandika poems nilikuwa na depict my inner self. No. Okay. Sasa anaangalia ile yale mashairi akiangalia ngoma zangu za gospel ni vitu vile tofauti. Akanambia unajua unaweza andika ngoma yote yenye unataka. No, si lazima ufocus on writing about Jesus. Ukiandika about Jesus itafikanga time sasa you have to continue repeating yourself. I praise you God. I love you. Ngoma zote za gospel ni hivyo tu. Repetition. Yeah, ni repetition. No, ni love song. Wasemaje? Gospel song ni repetition kila wakati. Kushukuru, kumwabudu, kumsifu, hivyo tu ina run tu hapo around. Zake cheki hook zake gospel inajirudia mpaka hook. Heavy repetitions katika. Like ukisikiza ngoma gospel ni the vibe may be different but the message is the same. So ilipofika hiyo point ndio mama kanambia like andika ngoma yote as long as it's a good song na ni ngoma yenye umeandika like haina mauongo mingi. Unaona? Haina uongo yani like unajua music inafaa kudepict your life, unaona? So mama kanambia write a song as long as it's real. So I went nikaandika growth na umse. So nikaenda kusikiliza growth like SoundCloud hiyo ngoma. Okay, and check get rich or die trying. Okay. 50 cent type. 50 type. Actually hata hiyo kick zake ukisikiza unasikia footprints za 50 mahali. Unaona? So nikaandika and then my mom was like, I've never had something like this. Unaona? So keep writing. Unaona? Ndo amekutrain gospel. Like want to shine Mavela. The thing is unaona ukisema mama alintrain kufanya gospel ni kitu wrong too. My mom has been my fan. Unaona? Nikiandika unajua nilikuwa naandika poems about love, unaona? Na nampatia anasoma. Then anambia okay, yeah this is good. Like okay, I love na napenda ile umeandika jana lakini ya leo inakashana. Unaona? Wewe alikuwa afanya gospel. Ulifanya gospel? Nilifanya gospel. Nini ilikutoa kwa gospel? Mazee gospel yenye kitu yenye ilinifanya ama ilini discourage. Yaani mimi kusikia msevia anasema gospel ni business. Unaona sasa hapo tayari alikuwa amenistam, ameniharibu akili pahali. Unaona hawezi fanya biashara. Ya kweli hawa hata mchungaji anakusanya. Sio fanya biashara pia. Mungu hakuendi sadaka. Ngojea kidogo. Unaona sasa? Sasa by then nilikuwa bado niko church. Yeye kunifanya nikatoka. Lakini pia ilikuwa tayari lakini kuna dem katika ile church alikuwa anataka tuoane tukiwa wadogo. Nilijua tukuna dem. Sasa ikawa ni issue. Mpaka imebidi tumeitwa sasa kwa kikao. Anajieleza venye anataka tuoane kamba mpaka malize shule nini. Sasa after hiyo scandal sasa wakawa wale wa mama wa kanisa nini hawana imani poa na mimi. Nimekana demo pale church hiyo nasema wewe tokeni watu watachukulia baba. Sasa ile demo wewe ndio ulifuata ama yeye ndio alikufuata? Nasema tumoa. Huyo demo Foki ni mjanja. By the way kitu yenye ilinifanya nikaenda church ni huyo demo. Mara tasa umesikia hiyo? Umesikia? Kuprint huko kwetu. Tulikuwa kwa kina Jovice. Yeye pia yuko ndani ya mix. Hapo kwetu na kwa alafu huyo ni kazi yangu. Okay, nice. Wakatushauri sijui kushawishi ama nikushauri. Jovice ndo alikushawishi. Wale wa mafansi wake, wale alikuwa tayari church mimi nilikuwa bado. Tulipoenda ndio ikatukia hivyo, tunajua vitu zingine za natural. Sasa kufanya kidogo ameshika. Unaona sasa tuachane nayo. Kwa ilinifanya nikatoka, kuna mchungaji sasa akaja from another church. Lakini pia anamtaka huyo demo. Anamtaki demo, lakini akapata ile story.
Sasa alinistajabisha alivyoniambia niko na pepo wa prostitution. Wewe hapa sio ni serious matter man. Hapa nikaona hapa sasa sina nafasi kwa sababu hawa wamama wamekosa ile faith. Hao wazee wa kanisa labda wanaume ndo waongee wana roho ngumu. Lakini ulipopata hiyo scandal aliniambia na usubuhi. Wewe pastor sasa. Sasa from there nikatoka. Sasa ulikuwa umeenda church hiyo Sunday akakuchapia wewe kijana uko na pepo. Naweza kaa pale, nilikuwa mimi naweza nikakaa pale nikasimama nikapreach. Ni kweli hiyo story hata jamaa asemekana na pepo? Hiyo story ni kweli. By the way kuna time hata walikuwa wanaenda wakiombea wagonjwa. Sasa hiyo ni real man. Huyu jamaa ni mbea wagonjwa. Kabisa wallahi. Huyu mtu anakuja na mapepo mjomba. Kweli bana. Wazee. Alafu mimi faith yangu iko juu hiyo. So what happened bro? Sasa hiyo scandal sasa. Hiyo scandal ndio ikakurudisha chini hata imani yako pia. Sana mpaka nikaona sasa huku ni kama chenye nitafanya ni makosa. Kama nitajiongezea dhambi nyingi. Acha njitoe kama ni kuomba niombe Mungu wangu kwa nyumba anisaidie nikitoka na nirudi vizuri. Yo broski naweza sema kitu. So unaona kama sahi the more tunaendelea ku advance, the more church inakuwa irrelevant kwa youth. Unaona? Sahi like church imekuwa ile stuff ya. Unaona pia mimi huenda church, but the thing is mimi niko pale nasikiza mass. Oya priest akitoka kisha bless watu. Mimi ndo nishaenda. Unaona? So the thing is church church ni social inaitwaje? Inakaa more social congregation inaitwaje? Contrast. Like kitu ambayo imetengenezwa pale. It's constructed kwa penyeje. Okay. Sasa hii hivyo ndio imekuwa. Like haiko relevant to the youth. Kwa control. Unaweza update. Hata Bible inahitaji kuupdate. Inahitaji kuupdateiwa. Bible. Unajua tukianza kuongea kwa tukirudi hapo kwa Bible. Sasa mimi kitu Who wrote the Bible? Who wrote the Bible jamaa? Mimi nasema ni the fact that church haiko welcoming tena for the youth. Unaona mimi wendanga church, mimi I go to church because mimi najua mimi nikiongea na sagodi unisikia. Naona pepo wa prostitution. Mimi take pepo wa prostitution. Mimi napenda magalde sasa. Boa sasa hata alinifanya yani. Kakosa hiyo test kabisa. Unaona? Hii 2026 hiyo date first nilikuwa church. Na yule demo alikuwa? Hiyo nilienda church nyingine, nilienda ile kanisa ngapata wamefunga bete. Ilifungwa hiyo church. Ndio hapo sasa. Huyu mzee alikuwa anakuambia gospel ni business. Yaani hawakukesha, unaona? Sasa ingeenda kanisa nyingine. Wewe ulienda, ulikuwa mtafuta nini? Simtafuti mdemo. Ni story yake. Mimi nimekuambia na muamini Sagodi. Mimi naongea kuhusu yule demo kwenye scandal. Yule mshishi ndio hivyo. Ili katika hivyo najua yangu, unaona? Sasa we are grown up, hata kila mtu ameoa, mimi nimeoa yeye ameolewa. Nice. Uko na watoto ama bado? Mimi ujisikii Nice. Big up mazee. Thank you jamaa, tumepiga hour mazee of this podcast na naona tuendelea sijui. Jamaa nawashukuru kwa kunipa time yenu jamaa. Tukimalizia hapa sijui kama kuna mchizi kuna kitu nataka kuambia connectors labda. Hapa hivi mtu anajitangaza business yenye unafanya, ona kama ni art ama ni wapi tunaweza kupata na biashara yako au sio? Alafu pia jamaa nafaa kama watch hii podcast paka sahi, I think unafaa kusubscribe mazee. Kama huja subscribe, like, pinya hiyo button. Kama hutaki kusubscribe, like basi drop an emoji hapo kwa comment kama una kitu cha kusema au sio? Nashukuru sana jamaa. Jamaa kama unataka kutusupport kwa njia nyingine, maana yake kuna mtu ata like, ata comment, ata share, anauliza nini tena nikusupport wapi? Pale PayPal waweza ingia, donate something. Ona microphone hapa ni 4, tuweza kufanya siku zaidi. Kama sasa hii genge limekuwa kubwa au sio? Na so far tumefika hapo kwa sababu ya mafans connectors, na waita connectors wa jamaa ama mtu yote mwenye subscribe kwenye connect podcast. So far yani organically hao watu wote sasa tuko 135
na by the time na upload niko sure atakuwa ameongezeka a few guys on kama sasa hata ni 136 tushaongeza mtu mwingine. Kwa hivyo ndo kunaenda. Nilikuwa naongea kuhusu my subscribers tangu tukue na 0, tangu nikuwe na 1 subscriber alikuwa nasema sasa niko na 1 subscriber jamaa subscribe 50 40 sasa tuko 100 subscribe 130 something, si ndio? Kwa hivyo asanteni sana jamaa. Sasa tuko live Facebook pia, tulikuwa tuko YouTube, tutafanya hii maneno YouTube na Spotify, lakini sasa pia Facebook nataka kupost hizi videos hizi ndefu hizi za 1 hour taziweka pia Facebook. Yeah, after nyingi wa advice pia mcheck hizi platforms zingine. Yeah, that's hiyo ndio kitu nilikuwa nataka kusema jamaa. Support the podcast kwenye PayPal pale nimeweka link pale, M-Pesa till number pia 5115055 nimeweka. Yeah, weza drop hata kama ni 5 bob, hata kama ni shilingi 10 au sio? Yeah, na ukidrop hiyo shilingi 10 na kupatia shout out in the next podcast, utakuwa umesponsor hiyo podcast hata kama ni 10 bob 50 gongo tenga whatever. Nimefika so far kwa sababu ya connectors na washukuru jamaa zangu za Facebook pale, asanteni sana. Na pia DART studio studio Marereni mazefikeni. Utapata Moti hapa amelala hapa. Amemwacha demu wake anapigwa na baridi kule home. Si ndio? Feelings kando kazi kwanza. Yeah. Kwa hivyo jamaa tukimalizia mweza sema last comments, kitu yote unataka kusema. Yeah, feel free mazee. Yeah, tuanze napo. Haina no. Yo kama nilivyosema toka mwanzo, Jovice kila mahali social media platform, naomba everywhere support tufikie malengo yetu, lakini msinisupport nikaenda kabisa huko mbali. Yeah. So far muendelee kunisubscribe na kunifollow all social media platform, na muendelee tu kunisukuma kunipatia ile motisha, na mimi nitaendelea kuwapatia vibe tu. Yeah, around 60 videos pale YouTube, 900 subscribers mazee. Supporteni jamaa afikishe tenga. Goal yangu ya this year ni kufikisha 1000 subscribers jamaa. Kwa hivyo tuna grow pole au sio? Sasa tutaongeza hapo kwa 900 wa kwa 901 au sio? Wenye wata watch pia wata support. Yeah, na jamaa na kabifu fulani baridi na mikahonda. Kwa hivyo kwa reply au sio? Mavela. Yo, it's your boy Kai manze. Angalia YouTube. Kai na si presenter. Yeah, Kai na si presenter. It's Kai.thechonyi boy with some power. So, yeah. Yes. Spotify, like any streaming platform sahi unanipata. Kila mahali. Yeah, kila mahali. Boomplay huko? Yeah, Boomplay niko sahi. Yeah, nimepata distributor mzuri. Wazee, watumia distributor gani? Sahi mimi natumia Soundon. Okay, sijui ni gani hiyo, lakini pia yeah. Si pia connect mimi kama msanii na connect podcast watu, na nina mpango wa kufanya kitu kama publishing hivi ya ngoma. Unajua kuna distribution na publishing. Sasa nafikiria kufanya hizo maneno pia. Tuweza ongea jamaa, kama unataka ngoma zako ziwe huko kila mahali, YouTube Music, Instagram, TikTok, Facebook. Yeah, tuweza ongea au sio? Yeah. So yeah, ile ngoma vipi? Tatoka lini umesema? Okay, kuna doba inaitwa Pwani. Wenye tulikuwa nao 24th usiku, walisikia hiyo doba. Wapi huko? 24th uko wapi? Karemis. Mwenye alisikia hiyo doba. Yo, bro, you are among the first people kusikia hiyo doba. Sawa. Au sio? Wewe ngoje. Inatoka hii mwezi. We are yet to confirm the date. Nitakuwa na nyinyi. So wewe kama unanifollow TikTok, lazima unajua date. Sawa? Yeah, hiyo ni exclusive ya huko. Na msisahau subscribe, connect manze. Kuwa connected pia. Kwani utaconnect wewe, utapitisha moto. Let's get connected jamaa, au sio? Alafu pia manze, vipi umsela hapa na wewe tupe au mapeni umeingiza. Huyo jamaa mpigiwa simu sana. Tubwagie ka 200 hapo. Semaje? Hiyo 200 hiyo. Sasa turudi kwa promotion yangu ya music kwa social media, Facebook na YouTube. So far ina about to set of your Boomplay iwe COVID lakini kwa hivyo kama kuna support zile ndogo zinaweza patikane UT na huko Facebook wananiita Focus aka Shapraise. Wembe wazi big up mazele, ngoma yako punguza distance, hiyo ni banga mse. Yaani hapa kila mtu ako loaded hapa mse.
kila mtu ako loaded hapa. Si ati nini? Kuna ngoma, yani tangu nije ngoma zote, si ati ni chocha, si ati juu nimefanya podcast nao. Wazimu ngoma zote so far we have a good time. Martin, what's up? One of the brains behind these guys, mixing and mastering, production. What's up? Waambie jamaa connectors hapa. Kama vile venye nimewaambia, mimi ni Martin Beats. AKA Msanzu we. Producer mwenye anaongoza Pwani kwa kutajwa sana na waambie Bombo Clubs. Kila mahali utasikia Moti ni mzee. Moti na Msanzu. Yaani ni lazima. So wewe ukitaka tufanye kazi unaweza ni check hapo na 071270 6065 071270 6065. Kama wewe ni artist unaona feel kufanya ngoma na mimi song yoyote ile, yani kama uko na vibe wewe fit ni check tu tutafanya mara moja. Au sio? Chua mzee. Sawa mzee, mimi nitakuja tayari record fast hapa. Lakini leo niko hapa kama podcaster mzee, tukimalizia na XO au sio? Michokozo.